Nakusalimu tena kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Shalom sana. Na karibu katika session ya leo ya kuliangalia neno la Mungu. Na tunaamini ya kwamba neno la Mungu limewekwa kwa ajili yetu. Limeandikwa kwa ajili yetu ili tuwezeshe kufika katika hatma yetu ama kuishi katika maisha ambayo yanampendeza Kristo ilhali tuko hapa duniani. Na siku ya leo tutaenda kuangalia kitabu cha Yoshua 7. Tutaenda kuangalia kwa habari ya Akan mwana wa Kami. Na kichwa cha habari kinaweza ukakiweka kwa namna ambavyo unapenda, lakini mimi ninapenda kukiweka kwamba huyo unayeambatana naye anakupeleka kutimiza hatma yako ama anaharibu hatma yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wasomaji wa Biblia tutaona kwamba baada ya Yoshua kuambia kwamba aende kupiga ule mji wa Ai. Mji wa Ai ulikuwa ni mdogo sana na ulikuwa ni watu wachache sana. Tena akapunguza majeshi, akawaambia kwamba msiende wengi hivi kwa sababu wale watu ni wachache. Walienda, lakini tunaambiwa kwamba wana wa Israeli walipigwa vibaya. Wakapigwa na wale watu. Haikujulikana ni nini. Yoshua anajiuliza ni nini kimetokea, mpaka tunaambiwa alirarua mavazi kwa ajili ya kumuuliza Mungu. Ndio Mungu anamwambia kwamba wamebeba vitu ambavyo viliweka wakfu, wakaenda kuchanganya pamoja na vitu vyao. Na baada ya kupiga kura, baada ya kuambia, ikajulikana kwamba Akan alichukua vitu ambavyo vimewekwa wakfu. Anaambia kwamba wasichukue, lakini yeye akachukua, akaenda kuchanganya na vitu vyake. Ikawa ni chukizo kubwa sana kwa Mungu. Na kupitia yule Akan, wana wa Israeli wote wakawa wanapigwa. My point is, kupitia mtu mmoja mnaweza mkapigwa wote. Waswahili wanasema samaki mmoja akioza wote wamefanya nini? Wote wameoza. Kwa hiyo wale watu walikuwa wanapigwa kwa sababu ya mtu mmoja. Embu na wewe leo jifikirie, ni mangapi ya kwako aidha hufanikiwi kwa sababu ya mtu mmoja ambao unaambatana naye? Yeye amekuwa kama kizuizi kwako katikati ya kufanikiwa kwako. Ni vingapi vimeharibika kwa sababu ya mtu fulani? Na ndio maana Biblia ikasema kwamba a bad company corrupt a good behavior. Kwa vile wale unaoambatana nao mnanenea mamoja, mnakuwa na wazo moja, au kuna mmoja anaenda anadiverge katikati ya kutafuta vya kwake. Akan alienda kutafuta vya kwake, hakuangalia wana wa Israeli wengine. Kwa kuna umuhimu mkubwa sana wa kuwa macho na watu ambao tunaambatana nao. Wale watu ambao tumeamua kwamba huyu ninaenda naye sehemu fulani, ninamshirikisha jambo hili, tunaanzisha biashara pamoja, sisi tunaanzisha shule pamoja. Asije akakuingiza kwenye matatizo ile hali bado mnafikiri kwamba mpo pamoja. Na hiki kitu kimeumiza sana wengi. Angalia hata watoto wetu wanakutana na watu wa aina gani? Kama nguvu ya Mungu haitaingilia kati hapo, ile mtoto anaharibika kwa sababu ya company. Wewe unaweza ukawa una nia njema kabisa, lakini mwenzako hayupo huko na bado mnaambatana. Ni bora adui akupige, adui aliye wa mbali, kuliko adui aliye karibu. Adui wa karibu anaweza kukuangamiza sana. Ndio hicho ambacho kilitokea kwa wana wa Israeli. Akani yuko nao na unaona watu wanapigwa, lakini hawezi akasimama akasema kwamba ni mimi. Ni wangapi wanaona anguko lako na wanajua sababu ni nini, lakini wanakaa kimya. Kwa siku ya leo, angalia ni nani unayeambatana naye. Ana uwezo wa kudestroy your future au ana uwezo wa kukusaidia wewe to build up your future. Shalom na Mungu awabariki.